Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote hapa duniani na huko mbinguni. Bwana Yesu abariki sana, ninawapenda sana. Ndugu zangu Waislamu, ninawapenda sana, sio kwa ubaya. Nimekuja kwa ushauri na kwa neno la Bwana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yenu. Mna matendo mema, mna maadili mema. Mimi binafsi pamoja na familia yangu tumejifunza mambo mengi kupitia nyinyi ndugu zetu Waislamu, kwa sababu tunakaa nao. Na ni matendo ambayo Mungu anayakubali na ambayo anatakiwa yafanye wanadamu wote, dini yoyote. Na usipoyafanya hayo matendo, huwezi kuingia mbinguni. Lakini ili ufike mahali fulani, inampasa mwanadamu aitumie njia. Nitolee mfano kwamba labda unahitaji kuingia msikitini. Lazima kuna njia itakayo kuongoza mpaka pale katika eneo la ibada. Huwezi kwenda tu kapita mashariki magharibi wakati msikiti uko kusini. Lazima utaifuata ile njia inayoelekea kule ili uweze kufika katika ile eneo la kumwabudia nani? Mungu mwenye nguvu. Mungu aliyeumba wanadamu wote. Sasa ndugu zangu, pamoja na matendo yenu mema, pamoja na kuishi na watu vizuri, kuna kitu kimoja mmekikosa. Kama nilivyotolea mfano katika njia, ndivyo ilivyo katika mbingu. Pale mwanadamu roho yake inapokuwa imeachana mwili wake hapa duniani, yani anapokuwa amepatwa na umauti, yani amekufa, ile roho huwa inahitaji njia ya kuingia katika ufalme wa mbingu. Mtu anapokufa aende tu kwa sababu tu amekufa. Hapana. Huwa kuna njia inayompeleka, inayomuongoza mpaka katika ufalme wa mbingu. Sasa hiyo njia ni ipi? Ndugu yangu, nisikufiche, kwa sababu mimi na wewe ni ndugu, na Mungu wetu sisi wote ni mmoja. Hamna Mungu wawili. Mungu ni huyu, ni mmoja. Mungu aliyeumba Uislamu, Mungu aliyeumba Wakristo, Mungu aliyeumba watu wote, ni Mungu huyu mmoja, na ni Mungu aliyeumba vitu vyote mbinguni na hapa duniani. Kwa wale Waislamu wa kweli wanajua hiki ninachokizungumza na wanakiri hiki ninachokizungumza kwamba Mungu ni mmoja na Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote na wanadamu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nina ushauri kidogo ndugu zangu. Ili roho yako iweze kufika mbingu ya juu sana, yani kwa Mungu Mwenyezi tunayemwabudu hapa duniani, lazima kuna njia ambayo tunatakiwa tuifuate. Njia hiyo ni ipi? Hiyo njia ni kumkubali Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Ili ufike mbinguni, lazima umkubali, ulikiri jina la Yesu katika roho na mwili kwamba ni Bwana na mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio njia pekee tu. Ukishalikiri lile jina, ndugu yangu, wewe ni moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka mbinguni. Kwa sababu hiyo ndio njia. Inawezekana ukawa na matendo mema, mambo mema, una tabia njema, na unaishi na unasaidia watu maskini na nini. Lakini sasa kama una njia ya kukupeleka, kwa sababu kipofu hawezi kumuongoza kipofu, wote watangukia shimoni. Wote watangukia shimoni. Lakini kama unaye kiongozi wa kukuongoza katika eneo fulani, itakuwa ni rahisi sana wewe kufika. Itakuwa rahisi sana wewe kufika. Sasa ili ufike katika ile mbingu ya juu sana, yule Mungu tunayemtaja kila siku, basi ni kumkubali Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Ukisoma ile Yohana 14 mstari wa 6, nitakusomea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu Mungu mwenyewe anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu haendi mbinguni kwa Mungu mwenye nguvu bila kupitia jina la Yesu Kristo, bila kulikiri kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Yaani ili ufike mbinguni, lazima ukiri jina la Bwana. Lazima ukiri jina la Bwana. Lazima ulikiri jina la Bwana. Tena ukiendelea kusoma katika ile Mathayo kuanzia mstari wa 32, Bwana Yesu mwenyewe anasema, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kumbe ukimkiri Bwana Yesu kwamba ni Bwana na mwokozi wa maisha yako, na yeye atakukiri mbele za Mungu unayemtaja kila siku, unapokuwa nyumbani, unapokuwa msikitini, unapokuwa kanisani, unapokuwa sehemu yoyote. Yaani utakapokuwa umemkiri kwamba wewe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu, basi na yeye ile siku atakukiri. Haleluya. Ili uingie ikulu, lazima kuna sehemu utapitia kwanza wakuruhusu. Hawasipokuruhusu wale, uwezo kaingia kuonana na rais. Ndivyo ilivyo mbinguni. Utaratibu huko hivyo. Amina. Uwezo kaingia mbinguni bila kupitia sehemu fulani kwanza. Lazima utakapokuwa umekubaliwa pale ndio unafungua mlango uingie.
hata hapa duniani, kama hapa duniani tupo hivyo, ili uingie mahali fulani lazima uanzie sehemu fulani. Sasa itakuwaje mbinguni? Mbinguni si zaidi ya kila kitu? Unawezaje kuingia direct mbinguni wakati natakiwa anzie sehemu fulani? Basi ili uingie kule lazima umkubali Bwana Yesu kuwa Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Matendo ya Mitume ile 4 mstari wa 12, Bwana anasema hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasaro sisi kuokolewa kwalo. Yaani hamna jina jingine, yani njia nyingine waliopewa wanadamu wote hapa duniani litupasaro kuokolewa kwalo isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye ndo Mungu mkuu. Yaani hakuna njia nyingine hapa duniani tuliopewa. Hakuna jina tulilopewa jingine tofauti na Bwana Yesu. Sasa wewe ukimkataa Yesu, ujue umemkataa Mungu, ujue umemkataa ufalme wa mbinguni. Na duniani na mbinguni, njia ni hizi mbili. Kuna mbinguni katika ufalme wa Mungu, kuna jehanamu ya moto, na kila dini na kila mtu analijua hilo. Kwa ukishinda kuingia mbinguni, hauna sehemu nyingine tofauti na jehanamu, ndugu yangu Muislamu. Kwa nini nakushauri katika uzuri na kushauri katika wema na upendo, leo mkubali Bwana Yesu, umkiri, uwe mwokozi, akawe mwokozi wa maisha yako katika wewe na familia yako, ili uokoke wewe na familia yako. Haitaji gharama, haitaji fedha, haitaji sadaka, haitaji kitu chochote cha thamani kwenda kumkiri Bwana. Hapana, ni moyo wako wewe mwenyewe, maana imani huja kwa kusikia. Umesikia, basi amini, fanya hivyo. Amini usiamini, hiki nilichokizungumza, kuna maisha baada ya kifo. Tutakuja kukutana na utakuja kukumbushwa. Utakumbuka kwamba kuna mtumishi mmoja, kuna kamtumishi fulani duniani kalikuwa kakihubiri 1 2 3. Lakini leo nimeshaona, nilikataa lakini sasa utakuwa umechelewa. Cha ajabu utakuwa umechelewa, kwa sababu neema ulionayo ya kumkiri Bwana kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni sasa, ukiwa umevaa mwili. Utakapokuwa umetoka hamna rehema. Maandiko yanasema baada ya kifo ni hukumu. Kwa utakapokufa kinachofuata ni hukumu. Je, unahukumiwa kwa haki au unahukumiwa kwa ndia gani? Tunamtaja kila siku kwamba Mungu wetu ni mwenye haki. Ndugu yangu, utakapokuwa umeatenda matendo mema, utahukumiwa kwa hayo, ikiwemo kumkubali Bwana awe Mwokozi wa maisha yako, ambao ni Bwana Yesu Kristo. Lakini utakapokuwa umeenda kinyume, ndugu yangu, kila mtu ataubeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa nini nakushauri ndugu yangu sana, jitahidi sana kwa rehema na neema ukamkubali Bwana Yesu. Nimekwambia ili neno utalikumbuka. Usipolikumbuka leo utalikumbuka maisha baada ya kifo. Mkumbuke Lazaro na tajiri. Wakati Lazaro yuko mbinguni aliwasiliana na yule tajiri akiwa jehanamu. Kwa hiyo vile vile ile neno litarudi tena ile siku ya hukumu, kwa sababu anayetamka hapa sio mimi, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu ananitumia kama chombo kisichokuwa na faida mbele zake. Kwa hiyo ubarikiwe sana ndugu yangu. Kuanzia sasa anza kuamua kabla ujafa. Kuna maisha baada ya kifo. Utakapokufa yale maisha ni ya milele, ya kuzimu ni ya milele, yani jehanamu, na mbinguni yale maisha ni ya milele. Kwa hiyo chagua wewe mwenyewe. Unahitaji kuishi milele ya matatizo, ya mateso, au milele ya furaha? Leo ndo maamuzi yako. Hacha kufuata habari za uongozi, sijui nani atanionaje, nani atanionaje. Bwana anasema atakayenikiri mbele za watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Lakini atakayenikataa nami nitamkataa ile siku ya mwisho. Kwa ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana kubarikiwa na Bwana na kupata neema ya wokovu. Wokovu ni sasa. Amina, ubarikiwe sana.